Naam, asante sana mpenzi mtazamaji wa JTV, na kama kawaida yetu tunaongelelea mambo mengi kuhusu the field of entertainment at large. Actually leo tuko na wageni wetu na watajitambulisha tu wakati unapofika, lakini kama kawaida mimi waneta Jeffa, ukipenda unaniita Mr. Adios. Kama kawaida hapo zidi kutegea, zidi kwenda pamoja nasi kuanzia mwanzo wa show yetu kwenye tunavunja vizuri. Tutakuelezea mengi, wageni wetu wamejipanga na mambo mengi ambapo watakuwa wanakuambia mambo mengi ambayo wameweza kukuletea wewe mtazamaji wetu. Karibu sana, mjisikie kwa mko nyumbani, just feel free. Hapa hakuna tondani mbio hivyo. Tunaenda tu mambo ni aste yani pole pole. Sawa, so kwa sasa nitawapatia nafasi muweze kujitambulisha, mwambie watazamaji wetu wewe ni nani na unajihusisha na nini baby. Tunaanza na hapa. Jina langu ni Nicole Amondi Magak, from the School of Education Science. Mimi ni mwalimu wa hesabati. And mimi am the current Miss MKU 2025-2026. Asante sana na karibu sana studioni kwetu hapa. Kwa hiyo wewe unasema ni mwalimu wa maths. Okay, sawa. Asante. Mimi naitwa Marvin Kamau. Kamathi, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya hapa Nakuru. School of Business and Economics, taking business management, and the current Mr. Mount Kenya University Nakuru campus. You the current Mr. MKU, yes. Nakuru campus. Yes. Thank you very much, and we are humbled to have you here. Yes. And actually tunashukuru sana kwa ujio wenu nyinyi wote, na kwanza a big congratulations to you all. Thank you. Kwa kuweza kushinda Miss and Mr. MKU Nakuru campus. Kwanza mnajihisi aje kwa hiyo crown maybe? Ninahisi nikiwa mwenye kushukuru. Niko na furaha nyingi sana, furaha tele. I really thank God for this. Imekuwa ni safari ambayo haijakuwa rahisi. Kwa kuwa hiyo yote tunampa tu shukrani zote kwake Mwenyezi Mungu. Kila kitu ni Mungu tu, si ndio? Kila kitu ni Mungu tu. Safi. Na Miss, mimi pia I'm also happy to be here today. Haijakuwa rahisi. It's been a really rough journey ndio nifike hapa penye niko leo. To be crowned, hiyo si rahisi sana. Yeah. Okay, safi sana. So kila mmoja ameelezea hisia zake towards the crown. Kila mmoja anahisi vizuri. Labda tu kwa kidogo, ni nini kiliweza kuwasukuma ama kiliwa motivate kuweza kujoin hii safari ya kuwa Miss and Mr. MKU maybe? Tuanze na hapa, ladies first. What motivated you to start this journey actually? What motivated me? Modeling has always been a passion to me. Sijaanza juzi. Actually, I discovered my talent back in high school, where I was the Miss Popularity in our school. And then from then too, I just felt like it was like a calling, like I belong here. Like you feel nikifanya hivi it will be better for me. It will be better for me. So the passion pushed me, and it's also pushing me to try and work hard to get more, to go elsewhere. Okay, I know. To be better. It's like dreams come true. Sasa unaanza kufikia pale malengo yako. And our able Mr. MKU. Pia nami nilianza kitambo. I think nikianza sikuwa najua kweli ni nini ninachokifanya, kwani nilikuwa napenda tu kuvalia mavazi ambayo yatafanya watu wanageuka. So like when I used to dress smartly and I was passionate about it. Kisha nilipojiunga na chuo kikuu cha Mount Kenya, nikapata kuwa kuna hii sanaa ya modeling. So nikaweza kuingia, nikapatana na walimu wangu ambao nawashukuru sana, ndio wamenishikilia nikafika hadi hapa. So ndio walinifunza na nikaingia kwenye hii sanaa na nikapata kuwa ni talent ambayo niko nayo. So hivyo ndivyo niliingia na nikaanza kuwa model. Safi sana. Na actually unajua ukitaka kitu lazima ukiende, na ukianza kukiendea lazima kutakuwa na hizo changamoto hapa na pale, lazima kuna kupata, kuna kufail, yani hizo journey lazima inakuwa na hizo changamoto. So like niulize maybe kwa Miss,
maybe ulijaribu mara ngapi before hii ya this year yenye umekuwa crowned as Miss MKU? Okay, Because- modeling nilianza kuwa serious nayo last year. Last year. Yeah, where the first I contested for Miss MKU, then I contested for Miss Red Cross. Na sikufaulu, I didn't win. Yeah. So this year, like I was kidogo nilikuwa na give up. So this year I decided to go for another competition, nikabatikia kuwin the main title. And then I felt like, you know, nilikuwa nimelearn my mistakes from the previous pageants, what I was doing wrong. So when I corrected them, I noticed that nimeanza kuwin, nimeanza achieve what I wanted. Ukasikia ya hapa sasa ndo supposed to Yeah. endelee kabisa. So that's nikafika huku, nikaamua sasa ni contest for hii MKU nikiwa better. Okay, so umejaribu tuseme mara mbili ukiwa serious. Ambayo ya kwanza ulikosa, ya pili ukakosa, Nikakosa. na ya tatu ndio umepata. Nikapata, alafu ya 4 ndio hii pia nikapata. Oh, so umepata mara mbili zikifuatana. So last time ulipata na hii pia bado umepata. Yeah, a very good and nice job to you. And actually because unaona hiyo inakutia moyo kwa sababu ukiona mara ya kwanza umepata, ya pili umepata, then inakupatia ile confidence ya kwamba ninaweza kuenda hata viwango vingine hata zaidi. Unaweza kucontest kwa national level na pia unaweza enda hata kwingine international levels, yeah, like that. And what about Mr. MKU? Nitaanza na kusema kwanza sikuanza hapa Nakuru. Nilianza nilipojiunga na chuo kikuu cha Mount Kenya nilikuwa Thika kule main campus. So kule kulikuwa na mashindano ya kanisa. Mimi ni Kristo Mkatoliki. So kuna Mr. and Miss YCS. Hapo ndio nilianza kujifunza. Hapo ndio nilicompete mara ya kwanza. Sikufanikiwa, nilikuja na number 5. Then nikaanza kuingia, nikaenda nikajoin ingine ilikuwa inaitwa Mr. and Miss Birmingham Kenya. Pia pale sikufanikiwa kutoka na chochote. Nikaingia Mr. Mount Kenya University huko ni Thika. Hapo nikapata ilikuwa ni mara ya 3 sasa. Ni mara ya 3. So nikaweza kupata second runners up. Yeah, mara ya 3 ukapata second runners up. So ikanitia motisha sana, na nilipokuja hapa Nakuru nikajaribu mara ya kwanza na nikapata Mr. Oh, yeah, that's awesome. Yes. So hiyo inaonyesha kuna levels unapanda still the same to Miss MKU here. Okay, so unajua venye ulikuwa ukifanya hivi, ukifanya una fail, ni nini kilikuwa kinakutia ile motisha ya kuzidi kuendelea kushiriki katika hayo mashindano? Labda kwanza tuanze na Mr. Sai, tuanze na Mr. MKU. Kwanza atuambie ni nini kilikuwa kinampatia motisha wa kuzidi kuendelea katika kushiriki haya mashindano. Although alikuwa na fail. Kwa sababu unajua ukifanya kitu watu wengine hawawezi, by the way, unafanya kitu mara ya kwanza una fail, unafanya kitu mara ya pili una fail, unakuta huyo mtu ame lose hope, anasema achane nayo. Kuna last time pia niliona hapa Nakuru campus, kuna wengine kama 3 hivi niliona walishiriki mashindano haya lakini hawakupata, na this year sijawaona. So kuna wengine wana end up losing morale, unaona, wanapoteza mwelekeo na wanaachana. So ni nini kilikupatia motisha ama kiliweza kukusukuma kuzidi kushiriki zaidi? Mwanzo kuna hii quote ambayo huwa ninasema failure is part of success. So ili ukuwe successful lazima umefail mara mingi. Na kuna watu wengi sana maarufu ambao walijaribu vitu ili wakakuwa famous, walijaribu mara mingi sana ndio waweze kufanikiwa. So I think that pushes me a lot and makes me not want to give up. I normally don't want to give up because usually people do things for others, but mimi naifanya kwa ajili yangu mimi mwenyewe. When you step on that runway, it is a totally different world. Unasikianga ni kila kitu imekuwa imenyamaza, ni wewe na hiyo runway. Ni wewe na hiyo runway. So that keeps on pushing you to go back again and again and again and again. Unaweza shindwa leo lakini utapata kesho. Yeah, ni hivyo. Failing is part of the success. Yeah. Okay, sawa, thank you. Na wewe madam, hapo tuambie ilikuwa ile pande wako. Mimi personally fails zangu sikuwa nataka kuziview as fails. I wanted to see them as an opportunity to learn from my mistakes and do better. So mimi after every competition ningekaa chini, maybe nijaribu kuangalia nini nilifanya mbaya. Alafu so that the next competition
I improve on it. Yeah, ukifail how feel like nimefail nini ukachoka na Ningechoka. Ningechoka, but also ndio nisichoke sana, ningeona like at least nisione nimetoka bure kwa hii competition. I should learn something from it so that I improve it, so that for the next contest I do better. Yeah, unajua watu tunasoma kupitia makosa yetu. Experience. Yeah, tukisha pata uzoefu wa kitu fulani, japo tunaweza fail lakini tunasoma kutokea hicho. Yeah, very good. Hiyo ni sawa sana. So unajua miaka yote yenye umeweza kushiriki, kuna hiyo miaka yenye umefail, kuna hiyo miaka yenye umepata kakitu, labda umepata as a second runners up ama umepata kama Mr. or Miss MKU. Nataka kudirect swali kwa Mr. Kwanza, utatujibia kwanza. Sasa acha kidogo nivunje hii taratibu ya kusema eti ladies first. Utatusamee ni miss hapo kidogo. So kwa sababu kuna hiyo miaka yote ambayo umeweza kushiriki na umefail, kuna hiyo yenye umepata kama second runners up. Je, unaweza kutuambia ni tofauti gani katika haya mashindano ya mwaka yenye umepata kama Mr. MKU na hiyo miaka yenye hayo mashindano ya hiyo miaka yenye imepita? Kidogo tunaweza kutuambia the difference. Yeah. I think the first difference is time. It's time because nilikuwa naambia marafiki wangu kuwa mara ya mwisho nilicontest it was I think 2 or 3 years ago. Yeah. So uli contest 2022. Yes. Alafu 2023 au kuwa 2024. Yeah, I wasn't completely on any runway. So I think that time gap has really made me improve as not only as a model but as a person. And then pia umeuliza tofauti gani zilikuwa. Miaka mitatu iliyopita nilikuwa kijana. Sasa unaona nimeanza kuwa mzee kidogo. So umeanza kujitambua zaidi. Ndio. But I think that's the hugest difference. I'm not the same person I was 3 years ago. Yeah. Sure. Because it wasn't an easy journey. And I really had to fight for myself and so that I can come back. Yeah, so ilikuwa ni time ya kujirebuild, kujijenga mwenyewe. Yeah, miaka mitatu ya kujipatia foundation iko strong. Sawa sana. Yeah. And Miss MKU. Yeah. So kwako ilikuwa namna gani? Kwa sababu I think kama sijakosea umesema last year uli contest. Yeah. So different ya last year na this year ni gani? First difference pia ni time. Alafu ingine I guess mimi the person I am sahi si mwenye nilikuwa last year as a model. Last year nilikuwa na I discovered my mistakes. Nilicheck nikazijua na over time vile time imekuwa ikisonga I've been improving on them. Yeah. So difference nilichange tu nika-improve. So I can say I'm a better version of myself, of the person I was. Okay, so last year. Kwa sababu last year unajua lazima kila context lazima kuna hizo weakness zenye utaziona tu kwako mwenyewe. So unaenda unajiboresha zaidi na ukikuja next unakuwa vizuri zaidi. Hiyo ni sawa sana. So maybe tuseme Mr. MKU kwa sababu unasema ulikaa like more than 2 years tuseme. Yeah. So ulikaa nje hauko na shiriki haya mashindano. Yeah. So ulijiandaa kivipi kiakili, kihisia, labda ulijiandaa kivipi yani kuweza kushiriki haya mashindano ya mwaka? Asante. Nadhani sijaambia mtu yote hili lakini the first thing I did was I called my mom and nikamwambia there's an opportunity that has popped up and I'm thinking that nitaweza kucontest. Then the second person nilipigia ilikuwa ni babangu. Nikamwambia and you know what dad, kuna hii contest inakuja na sitaki hata unisaidie mambo mengi, nataka tu baraka zako. Yeah. Nikapata kwanza hizo baraka kutoka kwa wazazi. Kisha mtu wa tatu ambaye nilipigia ni Mr. Abu Charles Jakababa. Huyu ni mwalimu wangu wa modeling ambaye alikuwa Thika. Nikampigia na nikamwambia ninafikiria kucontest. Huyo ndio mwenye alikuwa mwalimu wako wa kwanza? Yeye ndiye alikuwa mwalimu wangu wa kwanza. Hata si mwalimu wangu wa kwanza, mwalimu wangu wa pekee wa modeling. So it's the only teacher that has taught me in terms of modeling.
And then akaniambia, Marvin, mimi nakujua na nimekuwa nikigojea hii nafasi yako ya kurudi. Alikuwa anakuamini. Alikuwa ananiamini sana. So wenyewe unakaa kujiamini. Unajua ukijiamini pia watu wanakuamini. Ni kweli. So venye alinimotivate akaniambia, we had a long conversation over the phone. And then nikamwambia zile categories ambazo tuko nazo, tuka exchange ideas. Then nikamwambia nimejitayarisha hivi, akaniambia unaweza fanya hivi, unaweza fanya hivi, fanya hii iko sawa. Then hivyo ndivyo niliweza kujitayarisha na nikaweza kujipata kwenye runway. Okay, hiyo ni vizuri sana. Miss MKU Nicola. So tuambie side yako, uliweza kujiandaa vipi kihisia, kiakili, unaona? Uliweza kujiandaa vipi kuelekea haya mashindano ya mwaka? Ikizingatiwa wewe pia ni mwanafunzi, bado unastahili kuingia darasani kuhudhuria masomo, unaona? So uliwezaje kujiandaa kuelekea haya mashindano labda? Kiakili nilimpigia sister yangu mimi, because she's the one who has seen me through this journey. Nienda amekuwa akini-urge nisi give up, amekuwa akini-advise, akini-support. So I talked to her, akaniambia I got this, nisiogope, na nisikuwe na ile mentality eti lazima nishinde, bora ni learn something from it. Unajua wengine wanakataa kuparticipate kwa mashindano kwa sababu they fear to lose. Okay, lakini alikuwa vizuri, alikwambia kitu kizuri, akakwambia usiogope kushindwa. Ananiambia nikuwe flexible, nikuwe ready for anything. Wewe enda tu, bora tu umeparticipate, una gain the experience and unaweza learn from the mistakes zenye unaweza kuwa umefanya, then unasonga mbele mwaka ingine, maybe ama kwa mashindano mengine. Lakini actually uzuri ni kwamba uliwin. Okay, ni sawa sawa. So kwanza utatujibia tu hii swali kwa sababu unajua ukianza kuingia katika mashindano fulani kuna changamoto. So ni changamoto gani ambazo umeweza kuzipitia hadi wakati hapa kwenye ulipo sasa? Since ulianza safari yako ya modeling hadi sasa penye umefika, ni changamoto gani zenye umeweza kuzipitia labda na umeweza kuzishinda vipi? Challenges nimepitia mengi, lakini yenye inakwanga major sana ni discrimination based on my height. Unajua the society expects a model akwe mtu mwenye ni mrefu. I heard that. Nyembamba. I heard that. Kuna wengine was it last time ama this time, kuna wengine walikuwa wana participate hiyo mashindano ya modeling somewhere na like wanasema huyu hawezi shinda because ni mfupi and then si mwembamba hivyo. Nikasema kai, mtu kama ameweza bwana, regardless of the height and whatever, mtu kama ameweza. So kitu yenye watu maybe wanakosa kuelewa ni ukimodel kuna ya runway na kuna ya high fashion. Sasa hii ya pageant na ya high fashion. So ya pageant ni mtu mwenye ni beauty queen. A beauty queen, it's not about how you look. It's about how you speak, how you are able to be inspirational to others. It's about who you are on the inside, not on the outside. So as much as hizi story na kumodel, kushowcase manguo pia huwa ziko important, but the most important thing ni who you are as an individual. As a character. Yes. Okay, so that one of your challenge nilikuwa napata nayo sana, na uliwezaje kuishinda? I just had to believe in myself, na mimi sijui niweke aje. I don't allow people to tell me what I can and what I can't do. Okay, so unabaki wewe kama wewe sasa. Nabaki kama mimi, like mimi nikiamua I want to do it, mimi I know I can do it. Wewe kama uniamini, that's your problem. Unajua sometimes kama mtu unataka kufanya kitu, kwanza self confidence ni muhimu sana. Unaona? Sile confidence yenye unapewa na mtu. Unaona? Because kuna sometimes mtu anakupea confidence leo, kesho anaiondoa. Lakini ile yenye unajiaminia wewe mwenyewe sasa, ile inakuwa wewe sasa. You have to show up for yourself. Okay, that's good. So confidence yako, kujiamini na kutoruhusu maneno ya watu ya kutoe katika mwelekeo wako. Hiyo ndio yenye imekufanya umeweza kukonka hizo challenges zenye ulikuwa unapitia. Okay, sawa, that's good. And to Mr. MKU. So ni challenges gani zenye umepitia regardless? Kwanza ikizingatiwa wewe ni mwanaume. Unajua
wanaume wengi wanasema sana si wazuri in modeling. Yeah, na naona umeweza ku context in this Mr. MKU hadi ukapata ushindi. So ni changamoto gani labda umezipitia since ulianza hii safari yako hadi saa hii hapa kwenye tumefika? So, nitaanza na kukosoa pamoja na wenye wanasema wanaume si wazuri kwa modeling. Yeah, wanaume ni wazuri hapa. Si mimi ninasema. Ni watu wanasema hivyo. Yeah. But there are some good male models out there. Yeah. Na hawa ni wale watu ambao tulikuwa tunaandika kwa insha, vijana watanashati wenye misuli tinginya. Miraba mingi. So like unaingia kwa runway ama unaingia kwa competition, unapatana na mtu ni unamwangalia unasema huyu tunashindana naye. So like ina dent your confidence a little bit. Hiyo ingine inakuanga ni uchumi. Yeah, sure. Yeah, because many models don't speak out, but investing in an event is very expensive. Yeah, it's very expensive. Ukiangalia kama hii competition tumemaliza hapa ya Mr. and Miss. Yeah, sure. MKU Nakuru. We had 6 or 7 zilikuwa category 6. So kila category lazima upangie mavazi. And actually zilikuwa hizo 6 categories and actually nilikuwa naona wengine wana participate katika hizo categories zote, na mwingine ana participate not less than twice. Yes. Yeah. So kama huyu hapa nilimwona ana participate nini categories zingine aliparticipate sijui kama mara 2, mara sijui ngapi, unaona? Hadi wewe pia I think nilikuona zingine ulikuwa na participate more than once. Yeah. So inakuwa ni very expensive hasa kupata mavazi. Lakini I think your friends, your social capital is what is very important. Kwa sababu mimi category kama 3 nilisaidiwa na marafiki. Yeah, sure. So waliniambia hapana, kama ni haya mavazi unataka tutakutafutia. Tunajua fulani ambaye anajua fulani ataleta. So I think your social capital is what helps you maneuver that. Okay, so hiyo ni sawa sana kabisa. Hiyo ni sawa kabisa. Unajua siku zote ukiwa na marafiki ambao wanakuelewa na wako tayari kukusaidia, unaweza kufanya vitu zenye hata wewe mwenyewe hutarajii. Unafanya tu, unaona nimepita aje hapa, like kwa sababu ungekuwa wewe kama wewe ungestand as individual, actually sioni kama kungekuwa na mtu mwenye angeweza kufanya hizo zote. Ama mimi singefanya. Ungefanya? Okay. So maybe niulize this question before we proceed into another part. Ni tukio gani, maybe tuanze na Miss. Maybe ni tukio gani lenye liliweza kukufurahisha zaidi katika haya mashindano ya huu mwaka? Unajua kuna matukio yenye yanakukera na matukio yenye yanakufurahisha. So achana na yenye yalikukera, acha tuongelee tu yale yenye yalikufurahisha. Ni tukio gani lenye lilikufurahisha zaidi katika haya mashindano? Yenye linifurahisha ni how the models wali participate, how they showed up to bring the show. Na pia nilipenda vile the judges were fair. Yeah. They brought fair, wenye walifanya kazi nzuri sana. So yeah. So the judges hawakuwa wanaangalia like, unajua sometimes kunakuwa na hii kabila, unaona? Walikuwa fair. So hiyo ni kitu yenye ilikufurahisha. Sawa sana. Yaani fairness ya judges, hiyo ni kitu yenye ilikuwa fit. Actually kila mmoja anaweza kufurahia na hiyo fairness. Fair competitions like hiyo inakuwa ni vizuri. And to you Mr. MKU, ni kitu gani kilikufurahisha zaidi kwa hiyo mashindano? Mwanzo kabisa ni hiyo fairness ya judges. We've been to other competitions where we see judges are clearly biased. So we have to give them their flowers because they were totally unbiased and walifanya kazi nzuri. Pia venye amesema the models haikuwa rahisi because ile show ambayo tulipatiana pale it was a night to remember. Kila mtu alikuja na alikuwa ametoa makucha. Yaani ilikuwa ni show safi sana. Yeah, so to the models and to the entire organization of the event, that was a good job. Yeah, alafu tukio la mwisho ambalo lilinifurahisha zaidi ni kupata taji. Yeah, actually unajua ukiparticipate mahali lazima unatarajia kupata kitu. So kile chenye kinakufurahisha zaidi ni kuwin. Yeah, good. So maybe tubaki tu hapo. Nataka nikuulize kwa mtazamo wako binafsi. Je, ni maana gani ama
how does it mean to be Mr. MKU? Well, it means so much to me. First of all, for myself, it is a turning point. Ama ni mahali, it is a reference point ya kuonesha kuwa ninaweza endea kitu like nimekueleza hapo mwanzo, sitaweza kushinda before, lakini nimeweza sasa kushinda. Kusukuma mwisho naona umeshinda. So like it is showing me that I can go for even bigger things and I can achieve them. And in terms of the school here in Mount Kenya Nakuru, I would really love to use this title to bring a culture of where we have many models participating, because it was actually very sad that tulikuwa only 6 models kwa ile show. Okay. Yeah, so unaendanga hapo nje unapata acha simamia hapo tu kwa ninakaa huko ninakuja. So labda tuende kwa Miss MKU. Unaona kwa mtazamo wako, je, inamaanisha nini kwa Miss MKU? Kwangu it's a very important title to me. Ni kitu kubwa sana kwangu, and it's something I can use to be an inspiration to others, so that wao pia was step beyond their potential to make an attempt to also achieve greater things. So you can be like a role model to them. Yes. Unawaambia ukitaka kitu wewe pambania tu. Usigive up, usikufe moyo haraka. Okay, so hiyo ni sawa pia. So ninataka tu saa hii, because nimeona Mr. MKU alikuwa anaingilia swali yenyewe ilikuwa inakuja. So labda ni sasa utuambie sasa, Mr. MKU, ni mipango gani yenye uko nayo binafsi kwa ajili ya kuhakikisha modelers wanapata nafasi zaidi, na labda modeling watu wanaanza kuipenda sasa, kwa sababu najua watu wengine pale nje hawapendi modeling because ya venye watu wanasikia wakiongea nje. Unaona, kama venye nimesikia watu wengine wako wanasema wanaume si wazuri kwa modeling, like that. Kama venye Miss MKU hapa mlikuwa anatuambia kwanza kwamba kama wewe ni mfupi, sijui wewe si mwembamba, hauko sawa kwa modeling. Je, ni mambo gani ambayo labda umepanga, ama mipango gani ambayo labda mnaweza kupanga kuhakikisha modeling watu wanaipenda na watu wanaichukulia kama career pengine, kwa sababu unajua modeling is part of career. Yes, true. Na wengine pia ni talent. So asante. Hii ilikuwa ni mpango yangu binafsi mwanzo, kisha tukaanza kuongea na Miss baada ya kukua crowned, and then we realized we are actually sharing the same agenda. So we want to bring a culture of models in Mount Kenya University Nakuru, because we've seen other models. We've seen other models in other campuses. Like I had mentioned before, I'm privileged that I started my education journey in Thika. So there is an agency in Thika. There are 2 agencies actually, and they are doing very good. Ikifika ni competitions, they are competing against each other. So we would really love to bring that culture of competition here in Nakuru. We have our own club yenye ni ya models, ambayo we can do regular trainings, then tukipata hata ni competitions za huko nje, ama hata tunaorganize zetu za hapa ndani, so that you can improve. Unajua wengine pia wanaogopa kuparticipate, maybe though wanaweza kuwa wako sawa na wako passionate about it, but wanaweza kuogopa kuparticipate. Kwa sababu gani? Unajua wanasema hata kama nikishinda hapa then itakuwa unaona nitaenda wapi? Unaona labda nikushinda tu hapa alafu ninabakia hapa, inaisha hivyo. Okay, so like una mipango ambayo itakuwa maybe utakuwa unapata links za kwenda in another level, au labda unaweza kuparticipate county level, country level, regional, like hivyo. Hiyo ni sawa. So Miss MKU pia tuambie labda mipango yako labda ni kama gani kuhakikisha modeling inakuwa watu wanaipenda zaidi na kuleta mabadiliko chanya, yani yale mabadiliko kidogo ama mabadiliko yenye yanaweza kufanya watu wapende modeling. Juu tuna work on the same agenda. I think ameongelelea most of it. Amesema kila kitu. So hauna la kuongeza labda kwa sababu mimi tu sasa, maybe on the ladies part, I would love to be like a role model to them. At least waone that if they give it a try, sieti watatoka bure.
as much as unashinda hapa shule yaishi hivyo, hii title is something that unaweza tumia huko nje to get better opportunities. Inaweza kupea nafasi ya kuingia into rooms that not just any person can get into. Sijiko unaelewa nikisema hivyo? Yeah, sure. Yeah, so it doesn't end here. So mipango ipo ambapo mtakuwa mnasaidia modelers wenye mko nao na wale wenye wangependa kujoin wajoin, na pia kuwa link na levels zingine hata za juu pia. Hiyo ni sawa kabisa. So maybe now ni unaweza ambiaje wale ambao labda wangependa kujoin kama modelers, ama wale ambao hata already wako though hawajashinda but wako katika hiyo field ya modeling, labda ni advice gani unaweza waambia, mashauri gani unaweza wapea? Tuanze na Mr. MKU hapo. Utaambia ushauri wako kwa wale ambao labda wangeweza kusikia, wangevutiwa na wajoin kuwa modelers, na wale wenye ambao sasa wana participate though hawajaweza kushinda. Ikiwa uko hapo na hujaanza, usiogope. They say a journey of 1,000 steps starts with a single one. So usiogope, you just start. Kama mimi siku ya kwanza ambayo nilienda, nakumbuka mwalimu wangu aliniambia, wewe unatembea ni kama una miguu miwili ya kushoto. So like I started with 2 left feet, but now I am good at it. As long as unaweza jiamini, unaweza tembea, that is the starting point. Kisha ninasema kujiamini ndio the most important thing. As much as you're believing in yourself, the rest is history. Wewe kama unajiamini, just start and it will eventually zitajiweka vizuri. Yeah, sawa. And Miss MKU, ni message gani ama ni ujumbe gani ungeweza kuwapea wale wanafunzi wengine maybe hapa nje, mostly tuseme ladies? To any lady mwenye anaweza taka kujoin modeling au mwenye anaweza taka kuwa model, first and foremost you need to know that don't be afraid to make mistakes and learn from your mistakes, and you have to believe in yourself in order for others to believe in you. So it all starts with you. Na always learn from your mistakes and believe in yourself. Hizo tu ndo I would emphasize on. Okay, so kitu ya maana sana pale ni ajiamini mwenyewe. Bas na akuwe na ule ujasiri. Yeah, so unajua ukijiamini na ukiwa na ujasiri, una learn from your mistake, because kama uko na ile ujasiri na unajiamini kwamba mimi naweza achieve hii kitu, ukifail hawezi ishia hapo. Lakini kuna wale wenye wako 50-50, nijaribu ama niache, kama unaona anajaribu mara ya kwanza, anafail, anachoka, anasema mimi nilijua siwezi hii kitu. So mtu ajiamini mwenyewe na aweze kuwa na ule ujasiri wa kuweza kuzidi kujisukuma na kwenda, kifail anainuka na anasonga mbele. Okay, ni sawa. Ni kitu kingine maybe tuanze na Miss. Kitu kingine ni kwamba unajua before uanze mambo na modeling, lazima kuna mtu mwenye alikuinspire ama alikumotivate kwamba ukapenda modeling, ukasema hii kitu pia mimi nimependa, naweza kutaka kufanya hii. Labda naweza kumtaja ni nani, utuambie, na labda alikuvutia kwa vigezo gani? My inspiration inatoka from a number of models. Mimi ni mtu mwenye huwa napenda kuwatch hizi videos za hizi international pageants most of the time, especially zile zenye huwa zina advocate on inclusivity, because that's where I belong. You know? Hizo inclusive sana. So like a pageant kama Miss Grand, kuna ingine inaitwa Miss Grand International. Nilikuwa napenda kufuatilia sana Miss Grand Tanzania, because yeye kuna venye kwa anafika beauty standards zenye wao wamezoea, though she was tall, lakini her body type si mwembamba. Yes, mwembamba. But so, that didn't stop her. That didn't stop her, and actually she managed to be in the top 5 internationally. So I was like, kama yeye she tried and she made it, mbona mimi nisijaribu? So ukajua mimi lazima pia nijaribu, kwa sababu mimi mwenyewe nina feel kama naweza kufanya hivi. Alafu ukiangalia vigezo vyake na vyako ni kama ni the same hivyo. Kidogo. Yeah, hiyo ni sawa kabisa. So Mr. MKU, nani alikupatia motisha kusema mimi acha na mimi pia nijaribu kufanya hivi? Sadly sio wengi, kwa sababu
sijui kama watu wengi wanajua hivi, but tumekuwa na competitions za Miss World Kenya. Miss World Kenya for so many years, but hiyo competition ya Mr. World Kenya imekuwa haijakuwa ikiwa participated for over 4 years. But there is this one guy mwenye ni rafiki yangu sana, anaitwa Victor Morome. He is the former Mr. KMTC Nairobi campus 2023. And then akakuwa Mr. Birmingham Kenya, Mr. Birmingham popularity, that is. So tulisoma naye high school. So alikuwa rafiki yangu sana, na nilikuwa namwangalia venye ameweza kujiendeleza, not only as a model but as an individual, because once you're in the limelight inaanzanga kufanya you have to improve yourself. So nimekuwa nikimwangalia sana how he's doing, and tumebarikiwa, tumetoka the same place, tumetoka county moja. So like nimekuwa nikimfuatilia, hata sometimes unaweza kummeet personally. Hata tunapatana, hata kuna competition ambayo inakuja, najua tutapatana pale. So that is one of my greatest inspiration. Sawa, hiyo ni vizuri. Unajua lazima kama unafanya kitu unakuwa na mtu mwenye anakuwa kama role model wako, ndio ukikosea mahali fulani unasema kama mtu fulani hawezi kuwa alifikia pale kwenye yako before make mistakes. Lazima kuna mistakes yenye make before afikie pale level yenye ameweza kufika. So kitu kingine, in one word unaweza describe aje safari yako? In one word, determination. And Mr. Not easy. Najua maneno mawili lakini it doesn't mean easy. Yeah. Okay, so it's harder. Yeah. So asante sana. Actually tunawashukuru wageni wetu kwa sababu wameweza kujitolea kuhakikisha wanakuja, though haikuwa na wakati mwingi wa kusema wataweza kujiandaa ipasavyo, lakini kwa sababu wameweza kujitolea kama venye amesema determination. So hiyo determination yenu tunashukuru sana, na tunasema asanteni sana kwa kuweza kufika studioni kwetu hapa, na imekuwa wakati mzuri, imekuwa kipindi kizuri kabisa. Tumeweza kujua mengi kuwahusu, na tumeweza kujua ni nini ambacho mmeweza kupitia. Mtazamaji wetu pia pale ameweza kujua kabisa, kuwajua nyinyi wenyewe haswa kwa majina. Unaona kuna wengine walikuwa wanasikia tu Miss MKU, Mr. MKU, unaona, lakini hawakuwa wanajua. Sasa niko very sure wameweza kuwajua majina, wameweza kuwaona live. Wengine walisikia tu kuna mtu alikuwa Miss MKU, kuna mtu alikuwa Mr. MKU, lakini kwa hii opportunity tunashukuru kwa kuweza kufika mahali hapa, na tunasema Mungu azidi kuwatia nguvu, Mungu azidi kuwapatia courage ya kuzidi kusukuma na kuzidi kuendelea na hii safari yenu. Na tunasema asante sana kwa mtazamaji wetu kwa kuweza kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi tumefikia hapa mwisho. Tukutane wakati mwingine kwa majadiliano mengine mengi na hata zaidi. Mimi naitwa Jeffa, ukipenda mniite Mr. Adios. Bye bye.